Sasa wakulima, nafikiri kazi iliyobakia ni moja, kama tulivyosema, nyinyi ni wawakilishi wa wakulima. Kwa hiyo sasa ni mna wajibu wa kuuza au kutokuuza. Lakini leo watu walioko Masasi na Nyungu na Nyamba wanawasikilizeni nyinyi. Kwa hiyo mimi nawaulizeni, tunauza tuuzi? Jumla ya kilo tulizouza ni tani 24,516,980, bei ya juu 2,690 na bei ya chini shilingi 2,300. Jumla ya kilo 24,024 tani 24,516,980, bei ya juu 2,690 na bei ya chini 2,300. Asante. Majina naitwa Biadia Matuka, meneja mkuu wa chama kikuu cha ushirika MAMCO. Kwa mnada wa kwanza ulifanyika tarehe 11 mwezi wa 11, tulifanikiwa kuuza jumla ya tani 36,132,770 za korosho, ikiwa bei ya juu ni 2,510 na bei ya chini ni 2,110. Korosho hizo zote ziliuzwa ambazo thamani yake ni bilioni 88,10,57,707 na tayari sasa hivi tumeshaanza kufanya malipo kwa mnada wa kwanza kwa wale wanunuzi wote ambao wamekamilisha malipo, na deadline ya wanunuzi kukamilisha malipo ni siku ya leo ambayo ni Jumatatu. Kwa hiyo tuna imani mpaka kufikia siku ya kesho wanunuzi wote watakuwa wamekamilisha na sisi tutazipeleka fedha. Leo hii tumesikia kwamba mnada kwa mnada wa pili, lakini kuna takribani ya tani 24,000 kwenu, na kipi cha kuzungumza? Tumesikia kuna changamoto ya elections. Wito wetu kwa viongozi wa AMCOS waendelee kuhakiki akaunti za wakulima kabla hazijaletwa kufanya malipo, kwa sababu tumekuwa tukitangaza hili lakini bado rejection zimekuwa zikitokea kwa wingi. Hii inaonyesha kabisa akaunti za wakulima hazihakikiwi, na wakulima wetu tuwakumbushe waende wakafufue akaunti zao. Inaonekana baada ya msimu wa korosho kisha akaunti zile hazijatumika tena, kwa hiyo akaunti nyingi zimelala, tunapopeleka pesa zinarudi kama rejection. Kwa hiyo wito wangu kwa wakulima, tuende tukafungue. Sasa mimi nisiwe mzungumzaji sana, naomba nizungumze mambo yafuatayo kama salamu za serikali ambazo kuja kumwakilisha Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Ya kwanza, tunaendelea kusisitiza swala la ubora, kwa maana kwamba wananchi tunapaswa kuzingatia ubora, na tunapozungumza swala la kuzingatia ubora tunaenda kuzungumza kwenye maeneo kama matatu. Kwanza, tunaenda kuzungumza kwa mwananchi mwenyewe, kuanzia anavyozichukua zile korosho kule shambani na namna ambavyo anapaswa azitunze mpaka anazifikisha kwenye vyama vya ushirika. Kwa hiyo wananchi tunapaswa kuzingatia ubora, na mimi kuna maelekezo ya kitaalamu ambayo yanatolewa jinsi gani ya kuweza kuzitunza hizo korosho mpaka tunapozifikisha kwenye vyama vya msingi. Lakini eneo la pili, pia vyama vya msingi au AMCOS pia tuna jukumu la kuweza kuchambua korosho ambazo zinaletwa na mwananchi kwenye vyama husika ili kuweza kuhakiki ubora wa hizo korosho, lakini pia baadaye kupunguza manunguniko. Maana msipofanya kazi ya uchambuzi kwenye vyama vya msingi, hizo korosho zitakapoletwa kwenye maghala makuu baadaye zinaweza kuja kuleta mgogoro. Mwananchi anajua ameleta kiasi fulani cha korosho, baadaye kinapofika maghala makuu zikikataliwa, zikirudishwa kama ni chafu, sasa inakuja kuleta taharuki. Mwananchi anajua tayari mimi nishapima kiasi kadhaa, kwa hiyo itakuja kuleta ugombanishi kati ya wananchi na serikali. Kwa hiyo tunaomba vyama vya msingi pia muweze kuzingatia, na maelekezo haya yalishatolewa hata na Mheshimiwa Rais kwenye ziara aliyofanya tarehe 12 mwezi wa 11. Kwa hiyo naomba tuzingatie swala zima la kuhakiki korosho vinavyoletwa kwenye vyama vya msingi. Lakini jambo la tatu, kwa waendesha maghala, waendesha maghala pia mna jukumu. Nafikiri kwa mujibu wa miongozo ya CBT kuna namna ambavyo korosho kwenye ghala inatakiwa mzitunze. Kuna mfano, kuna kuacha mita 1 kutoka kwenye ukuta
lakini kuacha gap kati ya loti fulani na loti fulani. Kwa naomba tuzingatie yote ili tuhakikishe korosho zetu zinakuwa na ubora na ili tuweze kuuza kwa bei ambayo inastahili. Lakini jambo la pili ni swala zima la, labda niendelee kukazia, kuna swala zima la vifungashio kuwekwa chapa. Nayo pia ilikuwa ni moja kati ya maelekezo ya Mheshimiwa RC kwenye ile ziara. Kwa hiyo niwaombe meneja wa MAMCU, naomba tuendelee kuwasisitiza watu wetu wa AMCOS waweze kuweka chapa kwenye yale mabegi au vile vifungashio, ili linapotokea tatizo basi iwe ni rahisi kutrace na kujua kabisa kwamba mzigo huu unatoka kwenye chama fulani. Jambo la tatu, nizungumze swala la malipo. Tunaomba pia MAMCU lakini pia na wadau wengine wote tunaohusika katika swala zima la kuchakata malipo ya watumishi tuweze kutekeleza majukumu yetu kikamilifu ili tuhakikishe malipo ya mwananchi au mkulima hayachelewi ili aweze kupata kwa wakati. Kwa mfano leo wakati tunatoka Mtambaswala na Mheshimiwa DC tulipita pale na Nyumbu AMCOS tukapita na Chikoputa AMCOS. Tulienda tu kukagua kidogo, tukauliza vipi swala la malipo. Inaonekana bado, na tunasema kwa mujibu wa mwongozo malipo yanatakiwa yafanyike siku 7 baada ya mnada kufanyika, lakini inaonekana bado kuna baadhi ya vyama watendaji wa vyama bado hawajachakata yale majina ya wakulima ambao wanatakiwa walipe, na badala yake muda mwingine wanabaki kusingizia MAMCU kwamba MAMCU ndio inaonekana wao wana tatizo. Lakini niwaombe, kwa bahati mbaya nafikiri afisa ushirika yuko hapa, kwa hiyo niwaombe wote ambao tunahusika na mchakato mzima wa malipo, naomba tufanye kazi mapema iwezekanavyo ili tuhakikishe kwamba wananchi wanapata fedha zao kwa wakati. Lakini katika swala hilo pia niwakumbushe watendaji wa AMCOS. CBT imeandaa utaratibu mpya sasa hivi, nafikiri kushirikiana na mabenki kuona namna ambavyo kishaandaa orodha malipo wakae na watu wa mabenki ili kuweza kuhakiki majina ya wakulima ili kuweza kuzuia hizo rejection ambazo kiukweli zimekuwa zinaleta shida sana kwa wananchi. Kwa hiyo niwaombe pia watu wa AMCOS pamoja na meneja wa benki muweze kushirikiana kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba zoezi hili linafanyika vizuri ili mkulima asiweze kupata shida wakati wa malipo. Jambo la 5, tunazungumzia swala la uadilifu. Bado tunaendelea kusisitiza jamani, uadilifu unatakiwa. Habari, mimi kwa majina naitwa Christine Alois Tesha. Mimi ni mkulima wa kanda ya Kusini. Kweli tunashukuru wilaya hii ya Mangaka katika wilaya ya Nyumbu. Sawa, unazungumzaje bei? Kwa kweli mimi kutokana na ubora wetu wa korosho yetu ninashukuru, bei zinakuwa nzuri, natupa hamasa sisi wakulima. Ninachokiomba tu kwamba bei za korosho ziendelee kuongezeka angalau hata iweze kufika shilingi 3,000 kwa kilo, ili mkulima angalau aweze kukidhi mahitaji yake kutokana na hali halisi ya zao la korosho lilivyokuwa na kazi. Kwa hiyo tunashukuru kwa kweli, mbeleni tunapokwenda angalau mnada wa 3 na wa 4 huko ifike 2,800, 3,000. Tunajua kwamba pesa zinaanza kuingizwa kwa wakulima kupitia unaongelea kwa MAMCU na unaitendea kwa wakulima wenzako matumizi ya pesa. Kwa kweli ninashukuru, ila bado sijaingia mara ya kwanza. Nitahidi niingize kiasi fulani cha korosho, lakini nina imani ndani ya wiki nitalipa. Na pia ninawasihi wale wakulima wenzangu